Jambo na karibu, ni matumaini yangu kwamba buheri wa afya na unaweza kukuridhia mahala popote ulipo. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu taarifa zetu za kina na tendeti. Jina siku zote wananiita Martin Mu. Basi ukistaajabu ya Musa unabuni kuyaona ya Firauni. Ni taarifa ambayo imewaacha wengi vinywa wazi. Taarifa ambayo unahusisha kijana wa miaka 9 kutoka kaunti ya Meru, eneo la Imenti ya Kati, ambapo basi kijana wa takriban miaka 9 kama nilivyokujulisha amekuwa amefungiwa kwa takriban miaka 7 akiwa basi bila kuruhusiwa kutoka, na wakamba hapo anatoka basi anafungwa kamba kama mbuzi ya makuku ama kama kondoo ama ng'ombe, akiwa hana ruhusa yoyote ama haruhusiwi kabisa, na akiwa basi ana kibali chochote cha kutembea, kwa kile ambacho kinasemekana mtoto huyo amekuwa na uharibifu. Akizungumza babu ya mtoto huyo alieleza bayana fika kuwa mtoto huyo aliamua na kuamua kwamba atamfungia kutokana na uharibifu wake, akiwa mtoto huyo basi amenyimwa haki yake, haki ya kwenda shuleni, haki ya kuweza kuzungumza na wengine na haki ya kutembea, akiwa amejipata katika hali panda na hali ambayo ilimwachia mtoto huyo kutokuwa na uwezo wa kuzungumza, akisadia tu kama mnyama wa kichakani ambaye basi hajui kuzungumza. Ni taarifa ambayo imeweza kuvunja nyoyo za wengi, hususan ikisemekana kwamba mzazi wa mtoto huyo ama mama wa mtoto huyo aliweza kumzaa na kumwacha huko pasipo na kunjumukika ama kuwajibika kujua mtoto wake aliweza yuwapi kwa takriban miaka 7. Ni kilio ambacho kwacho kinaonekana kwamba ni dhahiri shairi kizazi cha kisasa hakijali chochote kuhusiana na malezi bora, na basi mtoto huyu akisalia kwamba haki yake ikisalia kukiukwa, na haki yake isi kukiukwa tu, haki yake wangi wakionekana kwenda kinyume na katiba ya Kenya, ambayo ibara ya katiba inaeleza bayana kwamba mtoto ambaye ana miaka ya kwenda shuleni anapaswa kupewa nafasi ya kwenda shuleni pasipo na kunyimwa haki za haki kama vile kupata malezi bora, pamoja na kupata mapenzi ya wazazi pamoja na familia, pia kuruhusiwa kutangamana na wengine. Mtoto huyu basi alionekana kunyimwa haki zote pasipo na mmoja ama wawili wa kuweza kujitokeza kumtetea. Mtoto kwa jina Ezekiel Mwiti amekuwa katika mimba pamoja na kuwa anaenda haja zote pamoja katika chumba ambacho kwacho amekuwa akiita nyumbani kwa takriban miaka 7, akiwa ni mtoto mdogo, mtoto ambaye ana hatia yote, akiwa ameweza kudhalilishwa, kunyanyaswa na kupitia makovu hayo yote. Mtoto huyu basi inasalia kuonekana iwapo atapata msaada wa kumwezesha kuzungumza tena na kuweza kurejea shuleni kama watoto wengine hapa nchini Kenya. Ni jambo ambalo linaonyesha mwanya uliopo katika malezi na kuonyesha hatua inapaswa kuchukuliwa kali kwa wazazi ambao wanaachana kutaliki majukumu yao kama wazazi. Kuwa mzazi si kuzaa tu bali kulea, na wanasema siku zote usema siku zote malezi. Kulea, kuzaa sio kazi, kazi ni kulea. Basi lazima mzazi ambaye amezaa mtoto awajibike, kwa kuwa mtoto huyo anahitaji ana uhitaji wa mzazi na ana mahitaji chungu nzima yote 9-10. Kwamba fuatilia taarifa hii uweze kusubscribe, kulike pamoja na kucomment, ndiposa nitaendelea kukueleza kipi ambacho kwacho kitakuwa kinajiri kuhusiana na Ezekiel Mwiti. Tukiwashukuru Padri Gacheta pamoja na wenzake ambao waliweza kutembelea mtoto huyu, na taarifa hii ikaweza kuenda hewani, ambapo hadi wakao sasa shughuli zote zinaonyesha kwamba mtoto huyu ako katika harakati za kusaidika.